mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na pia ni mchezaji wa Al Taraba ya nchini Iraki. Mimi ni mzaliwa wa hapa Dar es Salaam na nina wazazi wote wawili. Namshukuru Mungu, baba na mama, na pia kwetu tupo wanne. Mimi ni wa pili kwenye kuzaliwa. Wa kwanza ni dada yangu anaitwa Mary, wa pili ni mimi mwenyewe Simon, wa tatu anaitwa James Msuva, wa nne anaitwa Gabriel Msuva. Mimi nilikuwa napenda sana kuruka sana sarakasi, nilikuwa napenda sana kudansi. Kuna michezo mingi nilikuwa nacheza, lakini michezo ambayo nilikuwa nimebase sana ni mpira na kuruka sarakasi na kudansi. Mtu ambaye aliweza au watu ambao waliweza kuniambia ni achana na hivi vitu vyote nicheze mpira kwa sababu aliona kipaji changu. Kwa kwanza kabisa ni wazazi wangu, lakini ni baba. Mama yeye alikuwa apendi sana mimi nicheze mpira kwa sababu wazazi mara nyingi mama na yeye anachokuwa anapambania mtoto wake yeye asome, afikie level fulani kubwa. Lakini ukiacha tu hivyo, mimi mwenyewe nilikuwa kadri siku ninavyozidi kukua nikawa naupenda sasa mpira. Ila kuna watu mtaani wakaanza kumwambia mzee, wakaanza kumwambia mama, mtoto ana kipaji, paswa kumwangalia kwa jicho la tatu ili aweze kufanikiwa. Ila kipindi cha nyuma unajua ilikuwa ni ngumu sana. Ni ngumu sana wazazi kuweka katika mazingira ya mpira. Wao wanaamini sana kwenye kusoma. Kwa hiyo hicho ndio kipindi ambacho mimi nilipitia, lakini ukiacha hivyo wengine nikisema ni mention hapa ni Boss Ruge ni marehemu. Kwa sababu kipindi hicho nilikuwa naendaga THT, Tanzania House of Talent, ili iko pale Leaders. Ndicho ilikuwa tunafanya mazoezi pale ya kudance. Tulichezaga mechi kama 2-3 hivi. Timu ya THT na timu ya Leaders pale tulichezaga mechi moja. Hiyo tulibahatika boss alikuwepo, Boss Ruge ambaye yuko mbele za haki sasa hivi. Aliniona ndio akaniambia. Hiyo kauli yake aliongea tu kama masiara, anambia achana na udance, wewe una kipaji kikubwa sana cha mpira. Na kama utakifuatilia vizuri utaweka juhudi, utafanikiwa na utakuja kuniambia. Kadri siku nazidi kwenda, natoka hapa naingia hapa na nasogea mpaka kafika kipindi nikaanza kucheza mashindano ya vijana na 17. Nikachaguliwa Azam, nikaenda kucheza under 20, lakini under 17 nilicheza hizi ngazi za mkoa, ndio nikachaguliwa sasa kucheza timu ya mkoa wa Kinondoni, ndio nikachaguliwa kwenda under 17 timu ya taifa. Kwa hiyo hapo ndio safari yangu ilianzia hapo. Sasa nilipotoka hapo under 17 nikachaguliwa under 20 nikacheza Azam B. Baada hapo nikatoka Azam B nikawa mfungaji bora. Kuna mashindano yanaitwa World Cup. Nikatoka nikaenda kucheza Moro United ambayo ilikuwa inashiriki ligi kuu. Nilicheza kwa nilisajili kwa miezi 6 kwa sababu ilikuwa ni raundi ya pili ligi kuisha. Ila mimi nilicheza miezi 3 tunakumbuka. Yanga wakaniona na Simba, timu nyingi ziliniona, ila Yanga wao walifikia kile kiwango ambacho mimi nilikuwa nakihitaji kwa kipindi kile. Hakikufikia, lakini walifikia ile malengo ambayo nilikuwa nahitaji. Kwa nikasajili Yanga kipindi hicho 13-14 hiyo. Nimecheza miaka 4 Yanga. 2018 ndio nikatoka. Nikaanza kucheza professional 2018. Nimecheza Morocco miaka 4. Nimecheza kwenye timu inaitwa Jadida. Nimecheza miaka 3, Wydad nikacheza mwaka mmoja, ndio ikatokea na matatizo yangu ya ile kesi yangu, lakini ilienda vizuri kaisha. Baada ya hapo nikacheza Saudi Arabia miaka 2. Kutoka hapo nikacheza Algeria miezi 6. Nilisaini mwaka mmoja, nika terminate mkataba wangu, nikaondoka, nikarudi tena Saudi Arabia nikacheza miezi 6. Timu inaitwa Al-Najma. Alafu baada ya hapo nikatoka sasa ndio sasa hivi niko Iraki. Kuna kipindi nilikuwa nacheza mashindano ya World Cup ya under 20 nakumbuka. Nilikuwa nachezea viatu, yani stadi zake jinsi zilivyo na viwanja vya artificial hivi kinakuwa kinaunguza. Kwa sababu tulikuwa tunacheza kwenye jua kali. Sometimes mechi tunacheza saa 5, saa 6. Ile ilikuwa ni nyingi. Sasa babangu alikuwa ananifuatilia kila mechi. Sasa kaniona napata shida. Mimi nilikuwa sijui kama anakuja uwanjani kuniangalia. Kumbe anakuja anakaa anajificha na ananiangalia. Kwa hivyo ile moment ile nalalamika, akaenda Karume na mechi zilikuwa zinachezeka pale Karume. Kwa akaenda soko kule soko ile. Sababu size yangu anajua, akatafuta kiatu ambacho hakiwezi kuniunguza. Wakaniletea kiatu. Kweli na siku hiyo siku hiyo mechi ilikuwa nusu finali, mimi nikafunga goli. Nikaipeleka timu yangu finali.
kipindi cha nacheza B. Finali ndio tukaja kucheza kukutana na Simba. Kwa hiyo ndio moment ambayo naikumbuka. La moment kwa upande wa mama yangu sasa, yeye ilifika kipindi alikuwa hataki kabisa nilale hata nyumbani na nifukuza pale kwa sababu nilikuwa start. Sababu nilimaliza form 4, yeye alikuwa anahitaji mimi ni receipt. Endelee, kuna masomo yangu nilifeli, sasa ni receipt. Alitaka kwa sababu mimi napenda mpira niende Makongo. Nikasoma. Kwa hiyo mimi nikamwambia jamani, hela ambayo unataka kuitoa ada bora mnunulie viatu tu. Yaani mnunulie tu viatu. Hii ada mnataka kutoa mnunulie viatu. Hiyo ada yenu itapotea. Ni kitu ambacho kwanza nakipenda. Wenyewe nakwambia fanya kitu ambacho unakipenda. Yaani nikikaa hivi naona kabisa hiki kitu kitanitoa na kizingatia, najitahidi kuzingatia. Inawezekana nisifuate sheria zote ambazo zinahitajika kwenye mpira, lakini nilijitahidi kujiweka kwenye mazingira ya mpira kwa sababu niliamini ipo siku nitakuwa Msuva tofauti na huyu Msuva ambaye anaitwa sasa hivi. Lakini naona mafanikio, hata wazazi wangu wanaona mafanikio, hata mimi mwenyewe pia naona pia mafanikio kwenye mpira. Kwa hiyo imekuwa ni faraja sana kwangu na familia yangu kwa hapa nilipofika. Kwa hiyo wao sasa hivi wameanza kuamini. Sababu pia nina mdogo wangu Gabriel ambaye ni wa mwisho. Naye amemaliza pia na yeye. Amemaliza pia shule. Kwa hiyo sasa hivi naye anataka kuingia kwenye mpira, lakini unaona hawana ile nguvu ya kumkataza. Wanajitahidi kuongea na mimi sasa. Kwamba unaonaje? Kwa sio tena wazazi, ni mimi tena inabidi niongee. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ndio nimekifungua kwenye familia. Kwa hiyo hao wengine ambao wako chini wameanza kuaminika kwa ajili ya kwangu. Mimi kama Msuva scout pia napenda kuwaona vijana wanafikia kwenye hatua kubwa. Nikisema hatua kubwa, wanapiga hatua kuanzia sasa hivi kwa sababu hii nafasi wanaoipata sio nafasi ambayo kila mtu anaweza kuipata. Kwa sababu hata mimi mwenyewe wakati nacheza sikuweza kupata nafasi kama hii. Lakini Safari Laga wameweza kuniamini na kunipa hii nafasi. Kuona vijana nao hii ndio nafasi yao tu wakati wao kuonesha kile walichonacho. Naamini wazazi watawapa ruksa ya kuja uwanjani, lakini pia waamini na wao siku moja watakuja kuwa Msuva au atamzidi hata Msuva mwenyewe, kwa sababu nilipotoka mimi kuna changamoto nilipitia, lakini na wao pia changamoto zao zinaweza zikawa tofauti na mimi. Mimi nimezielezea za kwangu, lakini pia baadaye na wao pia Mungu amewafanikisha amefanikiwa, na wao pia watakuja kuelezea changamoto zao. Ila kikubwa mimi ninachowaomba, ninachowasihi, wasikate tamaa. Kwenye maisha kuna changamoto ambazo zipo, lakini hizo changamoto ndizo zinakuwa zinakujenga. Ndoto zangu ni kuja kuwa kiongozi mzuri wa wachezaji wenzangu, lakini nikisema wachezaji wenzangu ni hicho wanachokifanya Safari ndio kitu ambacho ndio plani yangu ambayo hata kwenye kuandika kwangu, yani vitu vyangu sasa mimi na diary yangu huwa naandika vitu vya kwangu ninavyovitaka, yani ninavyohitaji kuvifanya hapo baadaye ninapomaliza mpira. Cha kwanza ndio hichi ambacho wao wamekifanya Safari. Kwa mimi nitajifunza kupitia hichi ambacho wakifanya Safari yake. Cha kwanza ni niwe kwenye around ya mpira nisitoke. Inawezekana ni sifikiri sana kuwa kocha wala sifikiri sana kuwa agent, lakini kuna ile cycle ya mpira sitaki kutoka. Kwa hiyo lakini natamani sana kuja kuwasaidia vijana na wao pia wapige hatua. Nilishawahi kufanyaga hii, nakumbuka 2018 19 na nakumbuka nilifanya pale JK Park. Nakumbuka nilikuwa na biaza wangu Peter Simon, lakini pia nilikuwa na kipindi hicho pia nilikuwa na Tiboroa na baadhi ya watu wengine ambao walikuwa wananisaidia. Tuliweza kufanya kitu pale na nikaweza kubeba baadhi ya vitu kutoka Morocco. Niliobebea jezi, kuna baadhi ya vifaa niliwagia vijana, lakini haikuwa na muendelezo mkubwa. Lakini mimi naamini kwa sasa hivi nimeanza kuona ile kiu sasa kusema sasa hivi nahitaji kutaka kusaidia vijana na wao wafikia hatua yao. Lakini mimi naweza nikasema nafasi niliyoipata kiukweli nimeifurahia kwa sababu nitajifunza vitu vingi pia. Nitajifunza vitu vingi na hapo baadaye nitakapofikia hatua ya kusema sasa na retire, basi hata nitajua wapi pa kuanzia. Safari Laga ni watu ambao hawajaanza leo. Mimi nafikiri hiyo imeanza miaka karibu 8 9 nyuma huko. Wako kwenye michezo. Mimi naweza nikasema kwa nafasi mimi niliyoipata
kwa wakati huu nimefurahia sana, nimepokea vizuri na nawaahidi Safari Rada nitajitahidi kadri uwezo wangu tuweze kwenda pamoja ili tuweze kufikia malengo, kwa sababu la kwao ndio la kwangu. Tushakuwa as a family, kwa hiyo mimi naamini tutafanya kitu na tutafikia malengo ambayo tunahitaji kufika. Hii tunaanza. Mimi kwangu mimi naona tunaanza, ila nyie mlishaanza Safari Rada. Ila mimi kwangu ndo naanza. Kwa hiyo naamini kuna muendelezo mkubwa hapo mbele. Kwa wachezaji ambao mimi wamenifanya niweze kucheza mpira ambao wameniinspire ni kwa Tanzania alikuwa Mlisho Ngasa na mwingine alikuwa anaitwa Musa Salim Mgusi. Ngasa alikuwa anacheza Yanga, lakini Mgusi alikuwa anacheza Simba. Hao ndio wamenifanya mimi pia nivutiwe. Yaani nitamani sasa nione inawezekana na mimi kwa sababu wao wanacheza, mimi nilikuwa ball boys na ukota mipira naongea. Kwa hiyo ikafika kipindi sasa na wao pia wananiangalia mimi sasa nacheza. Kwa hiyo wana furaha, hata wakiniona wanasema wewe una deserve kuwa hapo. Kwa hiyo hao ni watu ambao walikuwa wanawapenda, lakini kwa Afrika Magharibi watu ambao nilikuwa nawakubali Sadio Mane. Sadio Mane ni mchezaji ambaye watu wengi wanamfuatilia hata historia zake. Kwa najitahidi kumfollow jinsi alivyo. Na mwingine Cristiano Ronaldo. Hao ndio wachezaji ambao naweza nikasema mara nyingi wanawafuatilia. Vijana mimi ninachowashauri kutoka kwao, kuna changamoto nyingi ambazo zipo kwenye maisha yetu ya mpira. Wasikubali kurudi nyuma. Wafanye mazoezi kwa bidii. Kama anahitaji kufika malengo yake au anahitaji kumfikia Msuva au anahitaji kumpita Msuva, kuna vitu kama 3 au 4. Nidhamu, kumuomba Mungu sana, lakini pia kumheshimu kila mtu, ndio hapo tunasimama kwenye nidhamu, na mazoezi kwa bidii, juhudi tunazungumzia. Hicho ndio kikubwa zaidi, na asikubali kukata tamaa, kwa sababu kuna changamoto ambazo unaweza kupitia ukajikuta na kurudisha nyuma. Kwa hiyo kijana, usikubali kukata tamaa. Hicho ndio kikubwa, kwa sababu hata mimi pia nilipitia hizo changamoto, lakini sikuweza kukata tamaa. Kwa nini Msuva ni kwa? Maana kuna changamoto nilipitia. Kwa hata wewe kijana unayenisikiliza, kuna changamoto utapitia, lakini hizo changamoto ndio zitakuja kukujenga.